Yesu Kristo ili usiende kuteseka jehanamu. Mwamini Yesu Kristo, na jioni ya leo Yesu Kristo yupo anakutafuta. Kazi yako ni kumwamini, kazi yako ni kumwamini. Utakapomwamini Yesu Kristo hautajenga jehanamu, maana jehanamu ni mahali pa mateso. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema kule jehanamu wataingia shetani na wale ambao watakubali maisha ya shetani, au ndio ambao wataenda nao jehanamu. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu Kristo yeye alikuja kutupatanisha. Yeye ni mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu. Yesu Kristo ni mpatanishi. Mwamini Yesu juu ya maisha yako, maana hata hivyo hakuna msaada ambao utakaopata wewe mwanaume, hakuna msaada ambao utakaopata wewe mwanamke, hakuna msaada wa yeyote ambao utakusia usiende jehanamu. Jehanamu ni mahali pa mateso. Unamhitaji Mwokozi Yesu Kristo, unamhitaji Mwokozi Yesu Kristo, na ndio maana Biblia inasema kwa kupigwa kwake tumepona. Sikiliza nikwambie, wote tuliompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu hatutakwenda jehanamu. Sasa na kitabu cha Warumi 8 Biblia inasema wote walio ndani ya Kristo hawataingia jehanamu. Sikiliza nikwambie jioni ya leo, maana hata hivyo nina habari njema. Usipomwamini Yesu Kristo jehanamu utaenda utake ustake, wala kuna dini itakusaidia, wala kuna dhehebu itakusaidia ili ya kwamba usiende jehanamu. Wewe mwamini Yesu Kristo tu, maana ukitaka kumwamini Yesu Kristo, Yesu atakupa maisha mema, Yesu atakuongoza kutenda mema, maana Biblia inasema Yesu ni mtakatifu. Sikiliza nikwambie, tunashinda dhambi kwa sababu tuna Yesu ndani yetu, kwa sababu tuna Yesu ndani yetu, kwa sababu tuna Yesu, na ndio maana tunashinda dhambi. Watu wanaweza kujiuliza, mbona wewe hauwezi kutenda dhambi? Sikiliza nikwambie, maisha yangu nimeruhusu Yesu ayatawale, na kila yeyote atakayemwamini Yesu Kristo, atakayemwamini Yesu Kristo, maisha yake yatabadilika. Hautakwenda jehanamu, hautakwenda jehanamu ndugu yangu. Dini yako haitakuzuia kwenda jehanamu. Pamoja na dini yako kwenda jehanamu utaenda tu, pamoja na dhehebu lako jehanamu utaenda tu, lakini ukimpata Yesu jehanamu hautaingia. Haleluya. Hizi ni habari njema za dunia, habari njema za dunia. Kwa kupigwa kwake tumepona, kwa kupigwa kwake tumepona. Unamhitaji Yesu Kristo ili ya kwamba usiende kupata adhabu kule jehanamu. Unahitaji Yesu Kristo, na jioni ya leo yuko Yesu wa mbinguni, yuko Yesu Mwokozi atakuwa jioni ya leo. Kazi yako ni kumwamini, kazi yako ni kumwamini, na ndio maana Biblia inasema kwamba yeye atakayeamini ataokolewa katika yeye. Yeye atakayemwamini Yesu Kristo ataokolewa katika yeye. Haleluya. Na ndio maana Yesu anaitwa Mwokozi. Yesu anaitwa Mwokozi. Kazi yake ni kuokoa, kazi yake ni kuokoa, ni kumwokoa mwanadamu kutoka kwenye hatari, kutoka kwenye hatari. Na ndio maana hata kama mtu anaweza akawa anatembea, lakini ikatokea hatari mbele yake, wala hatawezi kuona, lakini mtu hapa ndani yake anaweza akaona. Atakapoona ataenda pale na kumvuta, akamwambia, ndugu yangu, ungeliendelea kutembea ungeliweza kupata ajali. Ndivyo ilivyokuwa kwa Yesu Kristo. Alipotazama wanadamu wote wataenda kupata mateso jehanamu, wataenda kupata mateso milele, Yesu Kristo akasema, nami nitashuka duniani, nitaenda kupata hayo mateso, nitaenda kupata hayo mateso. Na ndio maana kwamba Yesu Kristo anaitwa Mwokozi. Kazi yake ni kuokoa kwenye hatari. Mwanadamu alivyokuwa kwenye hatari maana yake ni dhambi. Sikiliza nikwambie, kama kuna kitu hatari juu ya mwanadamu ni dhambi. Dhambi ni hatari yako mwanaume, dhambi ni hatari yako mwanamke, dhambi ni hatari kuliko chochote. Ingawa watu leo wanaweza kawa napambana na vitu vya dunia, ya kwamba wakipata vitu hivyo ya kwamba wamefanikiwa. Sikiliza nikwambie, mwanadamu kufanikiwa kwake pale atakaposhinda dhambi, pale atakapotenga za mbinguni, ya kwamba ukimwamini Yesu atakuokoa, atakutoa kwenye dhambi, atakutoa kwenye dhambi. Kila atakayemwamini Yesu ataokolewa. Na jioni ya leo
wala usiogope kwa sababu ya dhehebu lako na dini yako, lakini ninakutangazia kwamba yuko Yesu jioni ya leo ambaye yeye atakusamehe dhambi zako. Yesu huyo atakuokoa. Yesu huyo atakuokoa kazi yako. Andaa moyo wako, mwamini huyo atakuokoa. Haleluya, haleluya. Kila atakayemwamini Yesu Kristo, Biblia inasema kwamba hatahukumiwa. Hatahukumiwa yeye atakayemwamini Yesu. Kumbe mwenye dini bado atahukumiwa tu, yeye mwenye dhehebu atahukumiwa tu. Hata Ukristo sio dini, hata Ukristo sio dini, hata Ukristo sio dini. Mwamini Yesu Kristo, kwa kuwa Yesu ni mtakatifu. Kila anayemwamini Yesu Kristo, yeye huyo anakuwa ni mtakatifu, kwa sababu Kristo Yesu yeye ni mtakatifu. Wala Yesu si dini, wala Yesu hakuleta dini, lakini Yesu ni mtakatifu. Na ndio maana kila anayemwamini Yesu Kristo anapewa huo utakatifu. Haleluya, haleluya. Yesu ni mtakatifu. Kila atakayemwamini Yesu anapewa huo utakatifu. Yupo leo, Yesu anakuhitaji. Yesu anakuita leo. Yesu anasema yeye atakayeniamini nami nitamwokoa. Yeye atakayeniamini nami nitamwokoa. Usipomwamini Yesu utaenda jehanamu, mateso milele. Biblia inasema kwamba kule kuna giza, kuna mateso milele, watu wanalia usiku na mchana. Kule jehanamu kuna mateso ya hatari, kuna mateso makubwa sana, kuna mateso makubwa. Ukisoma Biblia, Biblia inasema akamwambia malaika, ongeza adhabu. Kuna adhabu kule jehanamu, kuna mateso makali, lakini nipende nikwambie, kule jehanamu kuna mateso makali, lakini kwa sababu kuna mateso, lakini mtu mmoja mwenye huruma aliyevaa mwili wa kibinadamu anaitwa Yesu Kristo akasema, nitaenda kuyapata hayo mateso ili hao watu wangu wasiende kuumia, ili hao watu wangu wasiende kuteseka. Mwamini Yesu Kristo. Haleluya. Kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Biblia inasema kwamba alipigwa ili ya kwamba tusiende kuteseka jehanamu. Kitabu cha Warumi, Biblia inasema kwamba wote walio katika Kristo Yesu hawatapata adhabu, hawatahukumiwa hukumu ya adhabu, hawatahukumiwa hukumu ya adhabu, kwa sababu wamemwamini Yesu Kristo, kwa sababu sheria ya Roho ya Yesu Kristo waliipenda kuifuata, waliipenda kuifuata. Kila anayempenda kumfuata Yesu huyo ataokolewa. Nami ninakutangazia jioni ya leo ya kwamba leo ukimwamini Yesu Kristo atakuokoa. Ukimwamini Yesu Kristo atakuokoa, hata kama una dhambi za namna gani, hata kama una dhambi za namna gani, hata kama watu wanakusema, hata kama watu wanakuchukia kwa mabaya yako, lakini nikutangazia kwamba Yesu yupo kukusamehe. Ingawa na damu hawezi kukusamehe kwa makosa ambayo umeyatendea, lakini Yesu Kristo peke yake, Yesu Kristo atakusamehe hata kama una dhambi za namna gani. Yesu Kristo atakusamehe. Haleluya. Hizo ndizo habari njema za ufalme wa Mungu. Hizo ndizo habari njema. Yesu alichubuliwa, Yesu alipigwa. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona, na ikiwa tumepona, Yesu ametuokoa na jehanamu, basi kazi yetu ni kuchukua tendo la imani la kumwamini. Ikiwa Yesu Kristo yeye alituokoa na jehanamu, basi ni hatua yetu ya kuchukua hatua